Wow! Karibu tena katika Biblia ya Kidijitali, platform inayotoa uchambuzi wa mambo mbalimbali. La leo nimekuja katika kanisa la Orthodox kwa Father kuuliza baadhi ya mambo. Father, asante. Mimi nashukuru kuwepo leo ndani ya Orthodox. Karibu sana. Swali langu kubwa nilikuwa nataka niulize, kwa nini hamsherekei sikukuu ya Christmas tarehe 25 Disemba? Karibu na tuambie ni Father nani na unatoka katika kanisa lipi la Orthodox? Karibu Father. Asante sana. Kwa majina naitwa Father Laurent Sakwa. Mimi ni padri wa kanisa la Orthodox. Mimi ni Russian Orthodox. Russian Orthodox. Amina. Hapo ndiko kanisa mama kwetu ni kule. Sasa swali lako umeuliza kwa nini hatusherekei sikukuu ya Krismasi tarehe 25 Disemba. Ndio. Jibu ni kwamba tunasherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Kristo ambayo ni tarehe 25 kwa mujibu wa kalenda ya Julian. Sisi tunatumia kalenda ya Julian. Maana yake kuna kalenda mbili. Kuna kalenda ya Gregori na kalenda ya Julian. Sasa wanaotumia kalenda ya Gregori ndio hao waliosherekea tarehe 25 ya mwezi wa 12, ambayo sisi kwa leo ambao tunasherekea leo, ambayo inahesabika ni tarehe 7 kwa kalenda ya Gregori, lakini kwa kalenda tulionayo ya Julian leo ni tarehe 25. Kwa hiyo hapa si kwamba Orthodox hawasherekei Christmas, ila ni kuna mkanganyiko wa kalenda mbili tunazotumia. Kuna sisi ambao tunatumia Gregory kama ulivyosema, ambao ni tarehe 25 tunasherekea Christmas, na ambayo inakuwa ni na kuna kalenda ya Julio ambayo yenyewe mnasherekea tarehe 25 hiyo, ila inakuwa kwenye Gregory inasoma tarehe 7 mwezi wa kwanza, si ndio Father? Sasa Father, bado hapa tuko kwenye eneo la Christmas. Kuna baadhi ya watu wengine pia inautaka Christmas. Wewe unasema nini kuhusiana na Christmas na nini unaamini kuhusiana na Christmas, na Orthodox yenyewe kwa ujumla wake inasema nini kuhusiana na Christmas? Kwa mtu mwenye utata na sikukuu ya Christmas, kwanza niseme sisi tunatumia neno nativity. Hatutumii neno Christmas, tunatumia neno nativity. Kwa neno nativity ukienda kuliangalia maana yake linamaanisha kuzaliwa kwa Kristo. Sasa kwa mtu mwenye utata na sikukuu hii, basi mtu huyu ni uelewa wake tu ashindwa kuelewa kwamba sisi tunaamini kwamba Kristo alizaliwa. Yes, ndio. Na alionekana. Ndio. Kwa macho ya kibinadamu. Ndio. Kwa kama alionekana, basi tuna wajibu wa kufurahia hiyo siku ambayo yeye aliyozaliwa, kwa sababu ni wokovu wetu. Kwa hiyo maana tunasherehekea kwa sababu hiyo, kwamba tunaamini kwamba Kristo alizaliwa na kweli alizaliwa na alikuwa ni mtu alionekana na watu. Kwa hiyo kanisa likaweka utaratibu huo wa kuisherehekea. Ni kama vile inatukumbusha matendo yaliyotendeka siku ya kuzaliwa kwake, na inatukumbusha pia wokovu wetu. Ndio maana tunasherehekea kwa sababu hiyo. Si kwa sababu ya kuadhimisha siku mara siku ya Mungu jua na nyingi sana. Hapana, sisi hatuhusiani na huyo wanaosema Mungu jua ni wao wenyewe. Sisi tunamsherehekea Kristo. Yesu Kristo ndio anayesherekewa na inaadhimishwa siku ya kuzaliwa kwake, japo haina uhalisia kamili kwamba siku hiyo ndo alizaliwa. Tunaposema tarehe 25 hatumaanishi kwamba ndio siku aliyozaliwa. Hatumaanishi hivyo. Isipokuwa tunaangalia yale majira yale Biblia tukiangalia, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha baridi ambacho pale Jerusalem, hata kipindi hiki sasa hivi Jerusalem kuna baridi kali sana. Na ndio kipindi hichi kwamba wale wafugaji walikuwa wanapeleka mifugo yao huko kwenye mapango kwa ajili ya kuhifadhi ule ubaridi. Kwa sasa tarehe hizi zinaambatana na majira hayo. Sawa. Lakini sio kwamba tarehe 25 leo ndio kazaliwa. Hapana. Okay, sawa.
kusema, nataka swali moja la mwisho Father. Okay. Hasara ipi anaipata mwanadamu ambapo akiwa hamwamini Yesu Kristo? Swali la ghafla sana, lakini nisamehe. Hapa bila sana. Hasara anayoipata mwanadamu kutomwamini Yesu Kristo, cha kwanza, huyu mtu hata kama anatembea, nasema ni mtu amekufa. Amekufa kwa sababu hana mahusiano na Mungu. Ndani yake uzima haupo. Nitatoa mfano wa kitu kimoja. Nitatoa mfano wa punje ya mahindi. Punje ya mahindi ina kiini pale ndani. Ndiyo. Sasa kile kiini kwamba kikishatolewa kile, maana yake hiyo punje iliyobaki ni kasha. Yeah. Kwa hata kama utaenda kuipanda haiwezi kufanyika. Hawezi kuona. Kwa hiyo tunasema sasa mtu ambaye asiyemwamini Kristo, yaani huyu sawa sawa na punje ambayo haina kiini kile. Kwa ni hata kama yuko hai ni amekufa. Amekufa. Bwana. Ni kweli. Sasa hasara ipi anayoipata Mkristo aliyemwamini Yesu Kristo ambaye hawaambii ndugu zake habari za Yesu Kristo? Ni hasara gani anayoipata? Hasara atakayoipata ni kwamba kwa sababu Kristo ametuagiza. Anasema nendeni mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo kila Mkristo ana wajibu wa kuihubiri Injili, kumfikishia habari mwingine. Naona. Sasa usipomfikishia mwingine, maana yake sasa utakuwa ni mti ambao hauna nini? Hauna matunda. Sasa mti ambao hauna matunda, je, Kristo atabaki nao kwa faida ipi? Au mkulima yeyote ambaye ana mti ambao hauna matunda, kinachofuata ni kufanyaje? Kukata au kufanya hata kwa kimvuli. Ni kukata ufanye. Kama ni kwa kimvuli, Yesu alilani mtini, amekosa tunda tu pale. Kwa shikili kivuli kilikuwepo. Na kweli. Kwa kuna hasara kubwa ambapo mtu ambaye aliokoka ambaye ajishughulisha na masuala ya Injili anaona aibu na nini mara hivyo vitu vibao. Kuna hasara kubwa na Yesu alisema na mtu akionea aibu Injili yangu mimi, na yeye anamsubiri mahali. Ya, kwa kuna kusubiriana kwenye kona, msemo wa kisasa. Kwa ipo hasara. Hasara ipo. Mimi natamani kujua mengi kuhusiana na Orthodox, nitakutafuta. Karibu sana. Nitakutafuta kwa kipindi kijacho. Karibu sana. Amen. Karibu sana.